tumika kidogo sana kwenye timu ya taifa. Ronaldinho Gaucho, mwili anakunja kushoto, anapigwa pasi rafiki kabisa. Yani hata wewe mfungaji, ile pasi kama hutoitendea haki, basi utakwenda kujutia sana mpira ukenda kuirudi. Ni sifu kwanza kazi aliyoifanya Ahmed Ally kipindi hiki kwenye idara yake ya habari, amefanya vizuri sana, sina doubt naye. Kubwa kabisa, jua kuna vitu ambavyo hata kama tunasubiria utambulisho tu, lakini kuna vitu vilifanyika. Ukiangalia kwenye mchezo wa nusu finali, moja kwa moja tuliona kabisa kuna doubt mpaka sasa hivi Adan Okello ni mwananchi. Ukiangalia kweli Mwangosi anatosha. Mwangosi kweli anatosha mpaka sasa hivi bilionea akashusha mchezaji mmoja. Inawezekana kwa takwimu za mwalimu, lakini pia uongozi wameona natosha. Sasa wale nilikwambia ndugu yangu hawako sawa ndani. Okello shughuli aliyoifanya. Sasa anakwenda kule winga anachukua Adan Okello, winga anachukua Pacome Zouzoua. Wewe unafikiri kuna nini? Namba 9 Depo, wewe mwenyewe pale kwenye namba 9 utachagua mwenyewe umweke nani? Principal Melelo Dube au umweke Depo. Baada ya kufuatilia taratibu ya mashindano yale hayana mshindi wa tatu. Na ndio maana hata unaona tu mnyama amefungwa, kesho yake akachukua boti, akafanyaje akarudi. Lakini kama huku tusubiri kidogo. Twende hapa kwenye tunakabia juu. Huku tusubiri kidogo. Hapa tunapokabia juu. Ndugu yangu nilikwambia mpira fedha sio maneno. Lakini kosa hili wanaolifanya, mbona sasa hivi wanataka kwenda kulifanya tena waje kujuta baadaye? Leo anapigiwa chapuo Babla Gonzalez kurudi kwenye nafasi ya wenyekiti. Sawa? Anapigiwa chapuo Ahmed Ally kuchukua nafasi ya wenyekiti. Semaji la kafu kutoka. Ukitazama saa yako itakwambia hivi sasa ni saa 4 kamili asubuhi. Majira ya asubuhi kabisa mapema nimeweza kutembelea tena kijiwe cha Bwana Mbungo Junior kuweza kuzungumza taarifa mbalimbali za kimichezo, na mengi yameweza kujiri, hususa katika hii wiki imekuwa ni nzito sana. Yale yaliyotokea Mapinduzi tumeweza kuyaona, Young Africans akienda fainali baada ya kushinda bao moja dhidi ya Singida Black Stars, akimfuata Azam FC katika fainali hiyo ambayo itachezwa siku ya Jumanne tarehe 13. Lakini yale ambayo yanaendelea kule AFCON wote tumeyaona, lakini pia ndani ya Simba Sports Club wapo watu watatu wanapigiwa chepuo kwenda kuchukua fomu ya uwenyekiti ndani ya klabu hiyo. Basi ni akina nani hao? Tutakwenda kuwajua hapa, lakini pia tutakwenda kuwachambua nafasi zao, lakini pia je, wana weredi na uwezo wa kwenda kukaimu nafasi hiyo ya uwenyekiti? Majina kama Babla Gonzalez, Ahmed Ally wakipewa uchepuo zaidi kwenda kuchukua fomu ya uwenyekiti. Hii leo nimeweza tena kumkaribisha Bwana Mbungo Junior kwenda kujadili na kupiga stori zote za kimichezo, lakini pia bila kuacha suala la usajili linaloendelea hapa kwetu nchini Tanzania. Bwana Mbungo Junior, kabla sijakusalimia bwana, sikia sasa hivi umekuwa mchambaji. Sio kweli, ila nimekuwa mkweli kwenye swala la kuchamba simo, ila nimekuwa mkweli kwenye masuala ya michezo. Na unajua kabisa mpira wetu wa Tanzania wengi hawapendi ukweli. Kwa unaweza ukawa unazungumza ukweli ule unaowagusa, unawaumiza, hapo ndo lazima watakutafutia majina ambayo wao wanaona kwa upande wao yanakuwa sahihi kuja kwao. Lakini wananchi sio wachambaji, wananchi ni wa kweli ndugu yangu Anwali. Wananchi wamaliza game, Pacome Zouzoua anapiga pasi moja matata sana, Mohamed Damalo naye akiitwa jina lingine kwamba ni kiungo mpokonyaji mali. Kwanza kiwango bora kabisa cha Damalo. Ingawa ameimaliza mechi vibaya, tutamisi wananchi kwa kumkosa kwenye mchezo wa finali. Red card. Umepata wachezaji wawili red card. Kwa Damalo tutamkosa finali, lakini ni kama kuna sajili tumefanya dirisha dogo. Sajili bora kabisa kwa matumizi sahihi kabisa kwa wananchi, basi ya Damalo. Damalo tumelamba dume. Ndugu yangu, inazungumzwa mchezo wa nusu finali Yanga dhidi ya Singida Black Star. Ulikuwa mchezo mzuri. Haukuwa mchezo wa mtu kuweka timu yake nyuma, ilikuwa mchezo wote tulikuwa tunakutana, tunapiana Azamu, Singida wanakuja kwetu, Yanga Afrika tunakwenda kwao. Lakini kiwango bora kabisa cha Yanga Afrika, ukubwa wa quality za wachezaji umeenda kuamua matokeo. Ndugu yangu, kuna ile pasi aliyopiga Pacome Zouzoua. Pasi ile inanikumbusha mbali sana. Nakumbusha wapi? Wachache sana zamani walikuwa wanaweza kupiga pasi kama zile. Yaani kwangu mimi naweza kumkumbuka zile pasi zilikuwa zinaweza kupigwa na Zinedine Zidane Zizou, Edgar Davis, sawa, au zilikuwa zinaweza kupigwa na mtu mmoja hivi. Ni hatari sana, alitumika kidogo sana kwenye timu ya taifa. Ronaldinho Gaucho,
mwili anakunja kushoto, anapigwa pasi rafiki kabisa. Yani hata wewe mfungaji, ile pasi kama utoitendea haki, basi utakwenda kujutia sana mpira ukenda kuirudia tena. Yani mwili anaukunja, alafu pasi inapigwa na nyoka. Yani katikati ya beki tatu umepigwa mpira katikati ya uwanja, yani pasi imepigwa katikati ya uwanja na Pacome Zouzoua. Maxim pia Zengeli anakwenda kuitendea haki kabisa pasi ile kwa nzuri ile na kuweka kamba kuyavusha wananchi kwenda hatua ya fainali. Mapicha mengi sana engineer ya Uganda kule ameweza kukamilisha dili la Alan Okello. Mapicha yalikuwa mengi, lakini mwisho wa siku kamaliza biashara. Watu wana haraka. Ndugu yangu, leo hapa tukiulizana hapa, Alan Okello ni mchezaji wa Vipers au ni mchezaji wa Yanga Afrika? Asilimia kubwa kabisa, jua kuna vitu ambavyo hata kama tunasubiria utambulisho tu, lakini kuna vitu vilifanyika. Ukiangalia kwenye mchezo wa nusu finali, moja kwa moja tuliona kabisa kuna doubt mpaka sasa hivi Alan Okello ni mwananchi. Engineer, nilikwambia interview iliyopita kwa engineer hayupo hapa, amekwenda Uganda. Amekwenda Uganda kwa lengo la kukamilisha dili la Alan Okello na Vipers. Sawa? Kuna picha zilivuja ikiwa rais wa Vipers akimkabidhi jezi ya Vipers ya blue Engineer Hersi Said. Uliona ile jezi kwenye nusu finali Yanga vs Singida? Niliona kaka. Alivaa nani? Engineer. Hakuvaa engineer, ndugu yangu. Tukoje iona vizuri. Jezi ilikuja akapewa afisa wa habari Ali Shabani Kamwe. Alivaa jezi namba 10, jezi namba 10 nyuma ikiandikwa Hersi. Ile jezi alikabidhiwa na rais wa nani? Wewe unajua pale kulikuwa na mazungumzo gani sasa? Hamna, ndo niambie sasa. Ile ilikuwa ni kwenda kukamilisha dini la Alan Okello milioni 700. Alan Okello ni mwananchi. Tumemaliza ndugu yangu kwenye usajili. Swala la Alan Okello na Yanga Afrika tumeshalifunga rasmi. Alan Okello tunachosubiri hapa kwa wananchi ni utambulisho, lakini mchezaji wa Yanga Afrika milioni 700 mezani. Engineer amemaliza dili mapema kabisa. Mpaka hivi sasa ukiangalia tunasubiri utambulisho kwa watu wawili. Namba 9 Laurindo Depu na Alan Okello ni wananchi. Yanga inatisha ndugu yangu. Vyuma viwili hatari sana, vinatisha. Mpaka hivi sasa ukiangalia Yanga tushasajili wachezaji wangapi? Chechana tumeshatambulisha wachezaji takribani Emmanuel Manengo, Chekei, Damaro. Sawa? Ukiongeza hapa tuna Depu, alafu tuna Depu na Okello. Takriban wachezaji kama 6 hivi. Tayari tushamekamilisha dili zao. Sasa hebu iangalie image Yanga Afrika ilivyo sasa mpaka tumekwenda kwenye break. Sawa? Alafu tuna maongezeko ya watu wao. Yaani vile Yanga Afrika ilivyokuwa mpaka tunakwenda kwenye break, alafu tumeenda kuongeza quality hizo za watu ambao wewe mwenyewe unaona kabisa. Unamwona yule, usimwona uchani kule Africon kule, umemwona Africon Alan Okello shughuli aliyoifanya. Sasa anakwenda kule winga anachukua Alan Okello, winga anachukua Pacome Zouzoua. Unafikiri kuna nini? Namba 9 Depu, wewe mwenyewe pale kwenye namba 9 utachagua mwenyewe umweke nani, Principal Melelo Dube au umweke Depu. Sasa tumeongeza vitu kama hivyo, alafu image leo uje nikwambie ndugu yangu Simba asikimbie Zanzibar. Sema tu wewe mwenyewe. Hawa ambao tulikuwa tunawaona hawa fiti tuliokuwa nao, tumeona wengi maingizo, tumesema tumefeli kwenye usajili, dirisha kubwa, tumefiti. Mnyama anakuja, tumemkanda kwenye ngao. Ila wewe uliniambia kwamba mtajivunja mwenye nafasi mkacheze mshindi wa 3 na mnyama. Tulivyofuatilia ndugu yangu, yale mashindano hayana mshindi wa 3. Lengo lilikuwa hilo kweli. Lakini baada ya kufuatilia taratibu ya mashindano yale hayana mshindi wa 3. Na ndio maana hata unaona tu mnyama amefungwa, kesho yake akachukua boti, akafanyaje, akarudi. Lakini kama kanuni ingekuwa inaruhusu, ingekuwepo mshindi wa 3. Si saizi tulikuwa tunasema labda tunaanza mshindi wa 3 na Simba Sports Club. Lakini amejivunja, amejiondoa. Si hatakuwa na sababu. Kwa sababu yeye amejivunja. Sisi hapa tena kilichobakia, kila kisasi kitalipwa. Sisi tumelipa visasi vingi. Sawa? Tumelipa visasi vingi. Kwa hiyo kisasi kilichokopo mbele yetu ni tarehe 13 ndugu yangu. Ila Yanga Afrika mnakabia sana juu, yani kwenye usajili. Mnyama yeye bado katulia. Ukiwa na sekeseke kwamba kuna tetesi zinahusisha Ahmed Ally, Babla Gonzalez kupewa uchapuo kwenda kuchukua fomu ya wenyekiti ndani ya Simba Sports. Mimi ndugu yangu, kwanza huku tusubiri kidogo. Twende hapa kwenye tunakabia juu. Huku tusubiri kidogo. Hapa tunapokabia juu. Ndugu yangu, nilikwambia mpira fedha sio maneno. Sawa? Mpira fedha. Sasa wewe kama unatajiri, yani unatajiri kila siku anashinda Instagram na TikTok,
alafu unategemea huyu akatafute mchezaji TikTok si ndio akuletee, unafeli ndugu yangu. Yani leo hii hapa mpaka sasa hivi dirisha toka limefunguliwa tuna siku ya 11 wamemsajili nani mpaka sasa? Nikikuuliza Simba Sports mpaka sasa hivi kamsajili nani? Si kocha makipa na yule video analyst na mchezaji mmoja yule wa Mbeya City. Ndio huyo nani wanamuita nani? Mwangosi. Anatosha hivi wewe ukiangalia kweli Mwangosi anatosha? Mwangosi kweli anatosha mpaka sasa hivi bilionea akashusha mchezaji mmoja. Inawezekana kwa takwimu za mwalimu, lakini pia uongozi wameona natosha. Sasa wale nilikwambia ndugu yangu hawako sawa ndani. Kwa hata ile kikao cha pamoja tunakwenda kumsajili nani bado hawana vya kukaa. Ndugu yangu wanakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu Simba Sports Club. Wanakwenda kwenye uchaguzi. Lakini tuwakumbushe tu kwa faida yao. Hapa sasa hivi wanapiga kelele sana, hawamtaki mwenyekiti waliokuwa nayo. Sawa? Kwa madai wakidai kwa yule ni mamluki, ni mshabiki na mwanachama wa Yanga Afrika. Lakini kosa hili wanaolifanya, mbona sasa hivi wanataka kwenda kulifanya tena waje kujuta baadaye? Kwa kumbe kosa wanataka kulirudia tena. Yaani kama sasa wanalalamika na wanasema mwenyekiti waliokuwa nayo ni mwanachama na mshabiki wa Yanga Afrika, basi kosa hili wakumbuke mapema, wanataka kwenda kulifanya tena. Sijajua labda kwa kutokuelewa au ni yale ambao wenyewe wanatuhumiana kwa wana matatizo ya afya ya akili. Inawezekana kabisa, mimi sina dauti kwenye hilo, kwa sababu wamesema wenyewe wana matatizo ya afya ya akili. Inawezekana kweli wana matatizo ya afya ya akili. Leo anapigiwa chapuo Babla Gonzalez kurudi kwenye nafasi ya mwenyekiti, sawa? Anapigiwa chapuo Ahmed Ally kuchukua nafasi ya mwenyekiti, semaji la kafu kutoka semaji la kafu anatakiwa sasa hivi kwa mwenyekiti wa klabu, sawa? Sasa hebu twende hapa kwenye uweledi ili tuone wako sahihi au ndo tatizo la afya ya akili kweli linawatafuna, sawa? Ahmed Ally ana muda mfupi sana kwenye Simba Sports Club, sawa? Ana miaka labda ndo 4 toka alipopewa, ndo anakwenda mwaka 4, anamalizia mwaka 4. Sijajua kikatiba yao kanuni anayotakiwa kugombea nafasi ya mwenyekiti anatakiwa amekaa kwa muda gani kwenye klabu yao hii yao wenyewe, ila mimi nawakumbusha tu, alafu wakumbuke ni sifu kwanza kazi aliyoifanya Ahmed Ally kipindi hiki kwenye idara yake ya habari. Amefanya vizuri sana, sina doubt naye. Kumbe Ahmed unamkubali kwenye kazi alifanya. Ndugu yangu, labda nikwambie hakuna mwananchi ambaye ukimpa jambo akalifanya siku hii uredi. Ahmed Ally mpaka sasa hivi ni bado kiongozi kwenye idara ya habari. Katiba yao wao inawaongoza vipi? Yani mtu anayetakiwa kugombea nafasi ya mwenyekiti kwenye klabu, sawa, awe amedumu kwenye klabu kwa muda gani? Ukiangalia Ahmed Ally, ukiangalia Babla Gonzalez. Tuanze na Babla Gonzalez. Babla bila shaka amepita Simba kwenye nafasi, alikuwa CEO Simba, mafanikio sana hiyo. Babla akiwa CEO pale, alikuwa CEO. Ukiangalia CEO wake alikuwa ametoka kwenye bodi, si ndio? Manake kwenye bodi ya Simba baada ya mfumo wa mabadiliko. Sijajua kwanza katiba ya wao inawaongoza vipi, yani mtu anayetakiwa kugombea nafasi ya mwenyekiti kwenye klabu, sawa, awe amedumu kwenye klabu kwa muda gani?